vituo vya afya takriban 649 nchi nzima, zahanati takriban 2.8 nchi nzima. Mheshimiwa Rais aligundua kwamba patakuwepo na upungufu wa watoa huduma katika majengo haya. Akaelekeza ndani ya siku 100 wataajiriwa wataalamu wa afya 5,000. Hivi tunavyoongea, tangu Disemba 10 kwa siku 10 mfululizo ulikuwa unafanyika usaili wa kuwapata hawa watu. Na ifikapo Januari 10, wiki 2 kuanzia sasa, takriban madaktari hao na watumishi wa afya 5,000 watakuwa kwenye zahanati zetu, hospitali zetu, wakitoa huduma kama alivyokuwa ameahidi. Hivyo hivyo na kwenye elimu. Ninyi mnakumbuka tulikuwa na vijishule vinaitwa shikizi, watoto wanasomea chini ya miti kwenye fito zile. Tulikuwa na baadhi ya maeneo darasa moja linagawanywa mara 2, wengine wanaangalia ubao huku, wengine wanaangalia ubao wa huku. Serikali ya awamu ya 6 ilipoingia madarakani imejenga shule takriban za sekondari 1,300, takriban shule za msingi 2,700, madarasa 79,000. Na rais alipoona majengo haya yameshakamilika, akajua patakuwepo na upungufu wa walimu. Akaelekeza ndani ya siku 100 waajiriwe walimu 7,000. Hivi tunavyoongea, ifikapo Januari 10, walimu 7,000 watakuwepo madarasani kufundisha watoto wetu. Haya ni mambo ambayo hayako kwenye maandishi tu, yako kwenye vitendo na yametokea. Kwa hiyo hili na lenyewe la madaktari, Mheshimiwa Mbunge, ulilosema tayari kazi hiyo imefanyika. Katibu wangu amechukua ombi hilo mahususi ili wanapopanga wazingatie hospitali yetu hii hapa ya wilaya. Na kazi hii itakuwa endelevu, kwa sababu hatukuajiri madaktari kwa muda mrefu kwa pana mapengo maeneo mengi. Tuna mapengo ya watumishi wa afya maeneo mengi, tuna mapengo ya watumishi wa elimu, walimu maeneo mengi. Kwa hiyo hii kazi itakuwa ni endelevu. Nikirudi kwenye eneo lenu hapa, nimepokea hili jambo la uhitaji wa stendi kuwa hapa. Nimepokea. Nitawasiliana na wenzangu kule Wizara ya Fedha ili kuweza kuona uwezekano wa hii fedha ipatikane haraka. Hii ambayo mmesema ikipatikana mtaweza kuendelea kufanya kazi kwa masaa yote hapa. Eneo moja tu, kwa sababu mkuu wa mkoa upo, TAMISEMI mpo, LATRA mpo. Eneo moja mliangalie. Kwa kuwa kuna ongezeko la watu wengi, moja kwa moja nakubaliana nanyi stendi kuwa hapa. Nakubaliana nanyi stendi kuwa hapa. Iwepo stendi hapa magari yanayoanzia hapa kwenda Bagamoyo. Na iwepo stendi ya magari kuanzia hapa kwenda Mbezi. Ombi langu eneo moja tu. Muifanyie tathmini. Kuliko kufuta kabisa kwa zile zinazotoka Mbezi kwenda Bagamoyo. Kwa sababu sisi huku serikali tunaiangalia pia jambo linalohusiana na gharama za maisha. Mimi nimekuwa hapa Dar es Salaam enzio nauli ikiwa ndogo tu, shilingi 150. Kuna siku nilikuwa natembea kutoka pale Tegeta, kutoka pale Basiaya naenda mpaka Tegeta kwa mguu. Na wakati huo nikiwa nimeshamaliza masters. Lakini nikawa naihurumia fedha yangu ambayo nimefanya kwenye kubeba zege kwenye kiwanda cha tofali. Nikawa naihurumia, nataka ifike yote nyumbani. Kwa hiyo tusipuuze kwamba kuna mwananchi anaibana bajeti yake
na hana jambo la kufanya hapa, angetamani bajeti yake ile ya nauli, akishapanda gari moja iende moja kwa moja. Vinginevyo kama mtaikata iwe hapa katikati LATRA, muhakikishe nauli ya kutoka Tegeta kwenda Bagamoyo iendelee kuwa hiyo hiyo, hata mtu akibadili magari mawili, kwa sababu ni kweli kuna wananchi ile nauli ambayo wewe unaweza ukaiita change, kwake ndo hela yake ya msingi ya matumizi ya siku hii. Wapo hata akina mama hapa wanaokuja hapa kufanya shughuli hapa kwenye biashara hapa, na ana mtoto mdogo, anashinda siku nzima, hawezi hata kumpa kitumbua mtoto wake ili abaki na nauli ya kurudi nyumbani. Kwa hiyo TAMISEMI, LATRA pamoja na wenzetu wa ujenzi, wa uchukuzi, wote mnaohusika, haya muyaangalie katika sura hiyo, na mimi mnipe ripoti kabla mjawapelekea wananchi. Kizazi hiki cha .com kuna wengine shida wamezisoma kwenye vitabu tu, wamefundishwa kwa PowerPoint hivi kwa anafundishwa iko kwenye ubao wa mbali inaitwa PowerPoint, ndio anasoma inaitwa hivi. Wengine tulioishi tunawaelezea haya, tumeyajua haya. Jamii za aina hiyo bado zipo. Mimi ilikuwa nikose kwenda chuo kufanya mtihani ule wa kujiunga na chuo kikuu kwa ajili ya 20,000 tu, kijiji kizima tulikosa. Ilikosekana 20,000 kwenye kijiji kizima. Paka nikatumwa nikamwone binamu kule Singida mjini. Kwa hiyo pale kijijini ikapatikana shilingi 600 tu. Na zilishabaki siku 2 tu nikose huo mtihani. Familia za aina hiyo ambao 20,000 ni matumizi yake ya miezi kadhaa zipo. Kwa hiyo hili mnavyoangalia mnavyoangalia nauli, muangalie kwenye jamii ya aina hiyo. Na kwa kuwa hili soko hapo bado jipya, nimeona watu wachache wameshakuja, wengine bado. Wakati huu ambapo bado tunapanga, tunataka shughuli yao itengemae. Mheshimiwa mkuu wa mkoa upo, mstahiki meya upo, muhakikishe kama mlikuwa mnatoza ushuru hapa, kwa wale ambao wanaanza, muhakikishe unaendana na hali halisi, ama mpunguze ama muache mpaka biashara zitengemae, ama mpunguze uendane na soko hili hapa. Ninyi msihesabu meza tu kwa sababu meza ipo. Meza haifanyi biashara. Wauze ndio wawalipe. Na haya msiamulie ofisini. Mtakuja hapa mtaona shughuli wanazofanya. Mje maafisa biashara, mje muone. Siku zingine hata mkae siku nzima muone wanafanyaje. Kaeni muone. Sisi tuliokulia jamii za kifugaji tunajua. Ng'ombe akizaa mwezi wa 9 hauanzi kukamua mpaka Januari. Ukikamua kanakufa kale kandama, hautakamua tena. Unaacha mpaka kaanze kuchunga majani ndo ukamue. Ninyi mtu akipanga tu bidhaa hata hajamaliza kuzipanga anarudia zile za nyumbani, mnaenda kuchukua. Hili ni soko jipya, na Mheshimiwa mkuu wa mkoa umeona, naibu waziri umeona, watu maeneo mengine meza zimegeuzwa hivi. Mkipeleka bili ya ushuru kwenye meza iliyofunikwa hivi, kwa meza kama yule mama pale, nimeona nyanya zingine mpaka zimeanza kuharibika. Haya mambo lazima muyaone. Tutengeneze stendi ikamilike, tutengeneze barabara, magari yakae hapa, wapate biashara, tutavuna fedha ya kutosha.
na wao watapata fedha. Ndio. Na hawa waumu ambao wako humu wanaofanya shughuli humu, muone maendeleo yao. Serikali inajipanga katika bajeti hii inayokuja, tutaweka fedha kwa ajili ya miundombinu ili maeneo kama haya ya masoko yawe maeneo nadhifu. Kuna baadhi ya maeneo ukienda linaitwa soko, lakini ukiangalia unaona mvua ikinyesha linageuka zizi la ng'ombe. Wengine bidhaa ziko chini, wengine kila mtu yuko na kamwavuli kake. Haya ni maeneo ambayo tunataka yawekewe miundombinu stahiki, na haya ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Tutakaa na wenzetu wa viwanda, tutakaa na wenzetu wa TAMISEMI, tutakaa na wenzetu wa fedha. Katika mwaka wa fedha huu unaokuja, haya lazima yatazingatiwa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa uko hapa, maelekezo mahususi. Waambieni maafisa wetu lazima waheshimu mitaji ya watu. Waheshimu mitaji ya watu. Wewe unaweza ukaona ni bidhaa vichache, lakini huo ndo mtaji wake, hiyo ndo ofisi yake. Nimeelekeza haya Dodoma, nilikuta mtu mmoja, kijana mmoja pale, mtaji wake 540,000, ana bidhaa zake. Wamepita watu wa jiji wakachukua bidhaa na mkopo. Nikamwambia ndani ya na nilisema wasiporudisha wakamatwe, wale ni wezi kama wezi wengine. Lazima watu tuheshimu mitaji ya watu, lazima tuheshimu ofisi za watu. Yule mama pale kwenye lile genge, yeye ndo ofisi yake pale. Yule mama pale, mama lishe pale anapopika, yeye ndo ofisi yake pale. Lazima iheshimiwe. Na tusiguse bidhaa wala ofisi ili tuweze kupata fedha. Nilisema hivyo hata kwa bajaji, nikasema hivyo hata kwa bodaboda. Nikasema bajaji ama bodaboda ama gari ambayo itashikiliwa kituo cha polisi, iwe ile ambayo ilifanya uhalifu wa silaha. Kama amebeba wauaji wa silaha, na hiyo bodaboda ni dhamana, basi hiyo ishikiliwe. Kama alibeba madawa ya kulevya, jambo hilo kubwa, basi ishikiliwe. Lakini kama ni jambo la faini, mpeni bodaboda yake ili akatafuta hiyo faini awalipe. Maana hiyo ndio ofisi yake. Mrudishieni. Hizi sheria zingine tulizirithi za kikoloni hizi za wakati wale wa koloni ni weupe, alafu na watawaliwa ni weusi. Tumezirithi, tuendelea. Mtu unayemfahamu unashikaje kitendea kazi chake? Si unamfahamu. Makosa tunakubaliana, mtu akikosa alipe. Mpeni, mwambie umekosa hili, unatakiwa ulipe, nenda katafute, alipe. Ndio hivyo tumekubali na hizo faini. Tusishikilie ofisi ya mtu. Na yasema haya kwa bajaji, na yasema na kwa ofisi, na Mheshimiwa Rais alivyoingia tu kwenye biashara zingine alisema akaunti zisifungwe wala ofisi zisifungwe. Watu wafanye kazi. Haya ndio mambo ya msingi ambayo Mheshimiwa Rais amenituma niyashughulikie kama msimamizi wa shughuli za serikali, kama msimamizi wa masuala ya udhibiti. Na mimi niwaambieni, hapa mwanzo naendelea kutoa maelekezo. Nitakapoanza kufuatilia utekelezaji wa maelekezo, wale watakaokiuka watakapokutana na fiekeo wasilaumu mtu. Ndio, kwa sababu ili tuweze kushinda vita vya umaskini ni lazima tuwe na nidhamu kazini, kwa watumishi wa umma na watu binafsi. Nidhamu
kazini kwa watumishi wa umma na nidhamu kwa sekta binafsi. Na tuheshimu sisi sote kama Watanzania, tuheshimu sekta binafsi. Mtu anayefanya kazi amejiajiri, kaajiri na wengine, anatakiwa apewe heshima. Ana akili sana mtu wa aina hii. Imezoeleka kuona mtu akiwa ofisini anadhania ana akili kuliko walioko kule sekta binafsi. Mimi niwaambieni, kuanzisha kabiashara kamaji yale ya kufunga vijana mtaani tulikuwa tunaita ya drip yale, alafu uende utajirike mpaka uwe kama Bakresa, ni lazima uwe na akili, lazima uwe na nidhamu. Bila nidhamu huwezi ukafanya hivyo. Wao wanaofanya kazi huko kwenye sekta binafsi na wanalipa kodi serikali na wanaendesha maisha yao, msiwadharau, wana akili sana na wana bidii sana. Kwa hii lazima iwe hivyo. Sasa kumekuwepo na baadhi ya maeneo kupuuza jitihada hizo. Nimeshaelekeza na inaendelea kufuatilia utekelezaji wake. Mtu ana haraka kwenye shughuli yake, ana haraka, anaenda kwenye ofisi ya umma, anapeleka jambo lake, linapokelewa. Yule unakuta yeye hana haraka, yeye mshahara wake upo, anazungusha na kiti hivi, anazunguka, sikiliza, anamwambia uje kesho. Kesho akija ana shida, ana haraka, anaambiwa uje kesho kutwa. Kesho kutwa akija anaambiwa uje wiki ijayo. Wiki ijayo akija anaanza kuulizwa, hivi ulisemaje? Anaamua basi abebe bango tu, asubiri siku rais anakuja ama makamu wa rais ama waziri mkuu, abebe hata bango basi ili alisome hata kwa mbali, kwa sababu hapa kwenye ofisi ameshaenda, amezungushwa. Akibeba hilo bango kwenye mkutano, na hilo bango ananyang'anywa kabla kiongozi mkuu hajafika. Sasa tumesema na haya ndio maelekezo ya serikali. Viongozi ngazi zote, hapa tulikuwa tunamalizia mwaka hapa, viongozi ngazi zote, nendeni waliko wananchi. Na ninyi hapa nimewaibia mtihani. Wale walio wa biashara, fikeni sokoni muone watu wana shida gani. Fikeni kwenye kazi watu wanakofanyia kazi, jueni wana kero gani. Inayowazidi nguvu pelekeni ngazi ya juu. Ngazi ya juu isipelekwe na mwananchi moja moja, tunawasumbua. Maana ya ugatuaji wa madaraka ni mwananchi apate huduma pale pale alipo. Suluhisho sio kunyang'anya bango, suluhisho ni kutatua kero yake, hata beba bango. Rais ametoa magari kila sekta, kila ngazi magari, sehemu zingine pikipiki. Haya si magari ya kuendea semina. Haya si ya kuendea kwenye vikao, ni ya kuendea waliko wananchi. Wananchi wapo wanaoonewa, wapo. Anafuatilia mpaka nauli yake inaisha, anaamua kuugulia tu, anaacha jambo lake, nauli imeshaisha, ameshafuatilia, jawabu hajapata, wapo. Kama leo hii nimepata taarifa nikiwa nakuja hapa, kuna mama mmoja pale Arusha, katika kuaminiana, Watanzania tuna tabia hiyo ya kuaminiana. Katika kuaminiana akamwamini kijana mmoja amsaidie kuprocess mkopo, aprocess mkopo kwa ajili ya kampuni yake. Huyo mama, yeye na mume wake wamemwamini, wanajua ni kijana wao. Yule kijana badala ya kwenda kuprocess mkopo kwa ajili ya wale waliomuomba, alivyochukua zile hati akaenda akakopea yeye. Alivyokopea yeye, garanti kaweka zile hati alizopewa na yule mama. Yule mama amekaa anasubiria apate mkopo kwenye taasisi yake afanyie kazi. Anaambiwa huku nenda, imeenda. Baada ya hapo yule kijana amechukua milioni karibu 600, halipi zile fedha. Yule mama hakupata mkopo kwa kupitia hati yake. Yule aliyekopea hajalipa mkopo, mama anaenda kusumbuliwa. Nimeona juzi anatolewa vitu kwenye nyumba yake ili iuzwe.
Alafu yule aliyefanya hivyo, yeye na ndugu zake wanadunda, wamepiga mkanda nje na tai, kwa sababu ana hela na inawezekana amefanya dili kila sehemu. Nimemwelekeza RPC amsake yule kijana, amkamate, hata kama atakamata ukoo mzima, wakamatwe, walipe fedha zile. Hawezi mama maskini akaanza kudaiwa, anakosa pa kukaa, alafu mtu aliyechukua fedha yupo anatembea mkanda nje hapa. Alafu watu wengine mambo haya yakiudhi namna hii, nikiongea hivyo anasema waziri mkuu anafoka. Unataka watu wa aina hii waimbie pambio? Upumbavu wa aina hiyo mimi siwezi kufanya. Akamatwe na mali zake zikamatwe, alipe hiyo fedha. Hawezi akaenda kukamatwa mama yule na mtu aliyepokea fedha yupo na anadunda na amepiga tai na mkanda nje. RPC kamata hata ukoo mzima. Hatuwezi tukawa na ruhusu hivi vitu vya kitapeli hivi vinafanyika itapeli. Inawezekana na pale benki huko afisa mmoja akashiriki. Wanachora mchongo, anagawana fedha hiyo, alafu anajua atasumbuliwa mama yule kule. Tunamwachaje mtu anadunda aliyechukua fedha alafu tunaenda kumsumbua mama kwa sababu hana hela? Vyombo vyote vya dola pale Arusha, pambaneni na huyo, asakwe popote pale alipo, akamatwe na asitoke mpaka hiyo fedha itoke. Sasa na natambua pia hapa Dar es Salaam tuna shida ya mambo ya ardhi. Tuna shida ya mambo ya ardhi. Watu wameuza maeneo mara mbili, wameuza maeneo mara tatu. Niwaambieni wana Dar es Salaam, nimeshaitisha mafaili, nimepanga